Morwabe was born and brought up in West Mugirango. Allow me bragging rights. Naomba mumpigie huyu West Mugirango leadership. It is exemplary. Today is my day of worship. I will say no more, but thank God for Your Excellency's leadership. The people of West Mugirango, thank you on behalf of Nyamira County that the university has started, the Nyamira University. And your road, the Bondeni Magombo Road, Your Excellency, I am sure it is starting as a New Year gift. And permit me on behalf of the people of West Mugirango to also invite you to come and worship with us and continue coming to Kisii. Gusii people love you, na ndio sababu tunasema Mungu akusaidie na asaidie Kenya tukupee kipindi chako cha pili. Mungu aendelee kubariki Kenya. Thank you. Asante sana. Sasa ningependa kumwalika mama wetu wa county, Mama Jerusha, aje kutusalimia. Asante. Asante sana, Your Excellency the President of the Republic of Kenya, wajumbe wenzangu ambao mko hapa, waumini ambao wamekuja leo kwa sababu ya kusherehekea 11 years tangu ili kanisa lianze hapa kwetu Kisii. Siku ya leo hata mimi niko na furaha sana na kuambia congratulations Pastor Morwabe, asante sana kwa kazi mzuri ambao umefanyia watu wetu hapa Kisii, na pia ile kazi ambao umefanya na imeenea katika ulimwengu kote. Leo hii tuko na furaha na kusherehekea na wewe, na pia kukuambia asante kwa sababu ya network mzuri ambao uko nayo. Leo president wetu amekuja hapa kwa sababu ya urafiki wako. Huyu Morwabe wakati alikuwa ameanza kazi yake aliishi katika nyumba yangu. Hata nilimuona nikaona huyu lazima ataenda mbali na hii kazi yake itaifanya vizuri. Asante sana kwa hiyo kazi, na Mungu aendelee kubariki kanisa liendelee kukua, kwa sababu tunajua hata sisi mahali tunataka kwenda sisi sote ni mbinguni, na tunahitaji watu ambao wako faithful na wanafanya kazi mzuri ile ambayo imefanyika na tumeiona siku ya leo. Your Excellency the President of the Republic of Kenya, mimi kama mama county wa Nyamira nataka nikushukuru sana kwa sababu tumeona ile kazi umefanya. Hasa ile kazi umetufanyia hapo Nyamira ya kutupatia university. Nikuambie kwa ukweli, watu wetu wamefurahia na wamesema next year wanakungoja hapo kuona vile unafungulia watoto wetu waanze kusoma. Kwa hivyo ujue ya kwamba kuna watu hapa Kisii na wamama ambao wanakupenda, na tunakuhitaji ukuje hapo kwetu, na tunaendelea kukuombea, na tunajua vile Morwabe alitabiri akasema ya kwamba 2032 ndio utatuonyesha tutaenda mahali gani. Asante, sitaki kuongea mengi, mnajua leo ni siku ya Sabato na mimi ni deacon wa kanisa langu, hatuongei siasa sana. Mungu awabariki, president wetu akienda ajue kwa Kisii tunamhitaji. Asante sana. Asante sana mama wetu wa kaunti ya Nyamira. Sasa ningependa kumwalika ndugu yangu, rafiki yangu kutoka Nyamira, Mheshimiwa Josh Nyamoko, mbunge wa North Mugirango. Karibu sana Mheshimiwa Nyamoko, dakika moja. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Pastor Apostle Morwabe, waumini
wa Gospel Embassy na wasalimu amjambo. Amjambo tena. Kwanza nataka nichukue nafasi hii, Your Excellency, kuungana na wenzangu katika kualika katika hii maeneo ya Gusii, na vile vile niseme tumefaidika sana kupitia ujumbe ambao umetolewa na Gichana, na vile vile tuungane na waumini wa hii kanisa kwa kucelebrate 11 years of service to the people. Kwa hivyo tumefaidika na tunasema asante. Your Excellency, vile unajua huko nyumbani katika kaunti ya Nyamira tuko na uchaguzi. We have 3 by-elections, and for the last 3 or 4 weeks tumekuwa tukihangaika, tukitembea kila maeneo, na tunajua ya kwamba watu wetu wataonyesha yale mapenzi ambao wako nayo kwa serikali yetu ya Kenya. Na vile vile niseme, vile tumekuwa tukisunguka, kuna yale ambao tulikuwa tumewaambia tuyatende, na najua kuna wakati ambao tutafanya hiyo kazi. Lakini kuna jambo moja, other than the university, tunajua katika constituency ya North Mogrango kuna SGR ambayo inapita hapo, na maombi hata jana wakati tulikuwa kwa mkutano na your cabinet secretary Mheshimiwa Julius Ogamba, wale watu wa huko nyumbani walituomba ya kwamba wakati hiyo SGR inapita huko katika mahali inaitwa Ikonge, kama ingeliwezekana tufunguliwe station hapo, terminals ziwekwe hapo, ili hawa watu wote ambao wanatoka katika maeneo ya Kisii mpaka Migori mpaka Isabania ili waweze kupata huduma. Hayo ni mazuri ama ni mabaya? Tungeliomba rais atufanyie hiyo. Your Excellency, that's the request from our people, na najua umesikia, na kwa sababu wewe ni mtendakazi tunaomba kwa heshima utufanyie hayo. Otherwise we join you, Apostle Mruabe, katika hii celebration, and we really want to appreciate and celebrate you. Asante na Mungu awabariki. Asante sana. Sasa Mheshimiwa Rais, naomba nimwalike ndugu yetu mbunge Mheshimiwa Alpha Miruka, the MP for Bomachoge Chache. Mwana pasta kumia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na ndipo naranga gae form tutam. Na bai. Excellency. Protocol served. Mimi na kwa majina naitwa Mheshimiwa Alpha Bomachoge Chache constituency, mbunge. Sinanga maneno mingi. Lakini kuna kitu moja naambianga watu. Katika maisha yako ndio unajielewa na Mungu wako. Mungu anajua roho yako, na anajua kujibu maombi yako. Lakini leo tuko hapa ku celebrate the birthday, the 11th birthday. Sivyo Bishop? Kanisa imezaliwa the 11th year. Mmekaa 11 years worshiping God. The same God you worship. Kaa hapo, usitoke hapo. Bishop kijana, vera abuo. Muabudu huyu Mungu kwa roho na kweli. Sasa katika siasa, mimi nashukuru sana sababu this time round we have a working president. Kama kuna rais mwenye ametembea Kisii, every constituency, every ward, ni Rais Ruto. Kama kuna rais amefanya this Kisii kuwa a construction site, ni Rais Ruto. If you go to every constituency, ukianzia kwangu mimi Bomachoge Chache, I'm doing my second term. The first term hakuna kitu ilikuwa inafanyika huko, but ukiingia kwangu we have a lot of good projects inaendelea. Kuna housing project, kuna market, kuna barabara, sababu ya Rais Ruto. Sababu gani nasema hivyo? Mungu mwenye alimleta katika hii kiti 2022, huyo Mungu bado ndio Mungu 2027.
mwenye alitenda haya 2022 ndio bado atatenda 2027. Kwa hayo machache, Bwana asifiwe. Lakini jua kitu moja, for you to cause change in this world, you must be a good person. Tenda mema, nenda zako. Mbarikiwe sana. Asante sana. Sasa kwa heshima, Mheshimiwa Rais, naomba nimkaribishe mama wetu wa kaunti, Mheshimiwa Doris Donya. Yes, praise God. Praise God again. Bwana Yesu asifiwe. Let me ride on the already established protocol. Na nimwambie Pastor Morwabe, with your sweetheart, congratulations. Leo mimi nimehubiriwa na nimeokoka, Yesu ni Bwana. Tumeambiwa about the partnership of God. We forever remain to partner with God, and we'll partner with him even when we go to heaven. Sasa when we partner with God kule binguni, jameni, we should partner here on earth in Kenya with our president William Samoei Ruto, 2 term. Mimi nimemwongezea jina ingine, ni Your Excellency William Samoei Ruto, 2 term. Hiyo iko sawa? La mwisho, baba huwa akija nyumbani, watoto wa wanashtaki mambo 2 3. Mimi nitashtaki tu mambo moja. Kenya Power ya Kisii iko na madharau kidogo, Your Excellency. Wafanyakazi wako na shida na stima, na usiku wa mama wakifika nyumbani pia stima inapotea. Hiyo tu peke yake, kwa sababu Zairi amesema tutapata maji, na hiyo mambo tu ya stima kidogo. Ni vizuri tukikuwa kwa nyumba tunapata mwangaza. Ama namna gani ya kina mama? Ya mwisho, usikubali kuambiwa utazame na yet Mungu amekupea macho, unaona dunia inaelekea wapi. Ukweli wa mambo ni hivi, watu wetu wa nyumbani, president wetu anatupatia chakula, ama hamjapokea development? Tuseme ukweli. Sasa mnasema muache development, mtafute serikali nyingine. Hiyo serikali iko wapi? Na kuna serikali hapa mnaona. Kwa hivyo watu wetu wa Kisii, mtu asiwaambie muone na muko na macho mnaona. Mnasema namna gani? President Ruto, 2 term. Asante. Asante sana mama wetu wa kaunti, Mheshimiwa Rais. Sasa ningependa kumwalika ndugu yangu treasurer wetu wa UDA, Mheshimiwa Japheth Nyakundi, mbunge wa Kitutu Chache North. Asante sana. Asante sana. Mheshimiwa Rais, Apostle Morwabe, Pastor Gichana, n'abantu baito bonsi pina abakwanira mbiyamole naende Nyasaye n'omuya chinga kichionsi. Pastor Morwabe, inche namanyire sababu ogosoka lituko obwate chinguru nesengencho y'abakristo ababao. Inche natarire chikanisa chinyinge, lakini ekanise yao neyengencho mono. Inche Pastor Morwabe egwankuna gochimotua ngochiande korengere likabere. Nabonda chenko joini abantu aba n'abaya kabisa aba. Abaro n'abanchirepi. Mheshimiwa Rais, mimi nilikuwa naambia watu waokoke, Bwana Yesu anakuja. Mheshimiwa Rais, mimi nataka kukushukuru kwa sababu umekuja Kisii. Si mara ya kwanza, sio mara ya pili,
si ya 3, si ya 4, si ya 5, bali umekuja Kisii mara nyingi. Na Mheshimiwa Rais, nataka kukuhakikishia kwamba ile wakati yote umekuwa ukikuja Kisii kwa sababu ya miradi mbalimbali. Nataka kukuambia ile miradi yote wewe kama rais wa Jamhuri ya Kenya umekuwa ukianzisha, ile miradi inaendelea sawa sawa. Tunakushukuru kwa sababu ya hii cancer center ambayo ilikuwa imekwama, sasa inaendelea. Tunakushukuru Rais kwa sababu ya masoko zetu ambazo zinaendelea katika constituency zote za hapa Kisii. Tunakushukuru kwa sababu ya affordable housing ambazo zinaendelea hapa Kisii. Na haswa Mheshimiwa Rais, leo nimesimama hapa nikikushukuru zaidi kwa sababu juzi tukiwa bungeni na tulikuwa tumekuja tukakuomba tukiwa na hawa wabunge wote, ile barabara ambayo inatoka Kericho inakuja Kaplong, inakuja Keroka, inakuja hapa Kisii School, inaingia Kisii, inaenda Oyugis, umetuhakikishia ya kwamba ile barabara itakuwa dual ili watu wetu waweze kujisaidia. Zile ajali zilikuwa barabara ziishe na watu wetu ambao ni wakulima waweze kusaidika. Mheshimiwa Rais, kwa hayo ambayo sisi unatufanyia kama Wakisii, tunataka kukuhakikishia, na tunajua haya hauyafanyi hapa Kisii peke yake, unafanya nchi nzima, kila mahali. Mimi nimekuwa na wewe, tumezunguka na wewe nchi hii, kila kona ya nchi hii inapata maendeleo. Mheshimiwa Rais, kwa sababu ya hayo, sisi kama viongozi na sisi kama watu wa Kisii tunataka kukuhakikishia ya kwamba sisi tutatembea na wewe, kwa sababu wewe umetembea na sisi. Waswahili wanasema akufaaye kwa dhiki ndiye nini? Akufaaye kwa dhiki ndiye nini? Kwa sababu wewe umetufaa kwa dhiki, sisi tutatembea na wewe. Vile Apostle Muruabe amesema, Mwenyezi Mungu alimwambia ni mpaka 2032. Mimi hapo ndio nipo. Asanteni, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Asante sana Mheshimiwa Rais. Nikimalizia kushuka sasa kukaa chini, Your Excellency, naomba kama mbunge wa Nyaribari Chache, Your Excellency, hii shule ambaye tuko hapa ni Kisii Primary. Next year, Your Excellency, this school itakuwa tuta celebrate 100 years. Mimi mwenyewe mbunge wa Kisii hapa, Mheshimiwa Rais, nilisomea hii shule, hapa ndio nilikuwa. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, nimemwona waziri yako hapa, tunaomba Mheshimiwa Rais at least tuweze kutusaidia, tuweze kupata madarasa kidogo kutoka kwa pesa infrastructure kama inawezekana, pamoja na hawa watoto wa hii shule wako zaidi ya 1500, wakipata hata basi moja tutasema asante sana Mheshimiwa Rais. Asante sana. Sasa nikikaa chini, nataka nimwalike ndugu yangu Deputy Governor aje, alafu atamwalika Mheshimiwa Osoro, alafu amwalike ndugu yetu waziri. Thank you, Excellency. Wana Embassy Gospel Chapel, hamjambo? Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Mheshimiwa Rais wa Taifa, kwa heshima kubwa niruhusu nizungumze maneno matatu peke yake. La kwanza, Mheshimiwa Rais, napenda kukualika katika ugatuzi huu kwa niaba ya Mheshimiwa Governor Paul Simbarati ambaye alikuwa awe hapa, lakini kwa sababu za kikazi hangeweza. Mheshimiwa Rais, mahali alipo unafahamu, Mheshimiwa Rais amesema kwa heshima kubwa na unyenyekevu ni kualike katika ugatuzi wa Kisii. Karibu Rais. La pili, Mheshimiwa Rais, ni kukwambia tu kwa sekunde moja yale yote mlioyazungumza na gavana wetu Paul Simbarati. Kuna barabara kidogo Mheshimiwa Rais hapa nyuma Nyanchwa ni kilomita 5. Na moja imezungumziwa na Mheshimiwa Chafet, hii ya kutoka kule chini, lakini
kutoka hapa Exchange, hapa daraja 2 mpaka pale Kisii High School, rais mliweza kuyazungumzia, na pia mkasema iwe flyover. La tatu pia mheshimiwa, mlisema kwamba uga huu wa Gusii Stadium uweze kukarabatiwa kiasi kwamba huwe katika hali ya kimataifa na hali ya kuweza kucheza michezo, kwa sababu sisi wana Shabana iwatolebo your excellency. La tatu na la mwisho mheshimiwa rais, mimi sitaki kuzungumza mengi manake tuko kwenye ibada, nami ni Mkristo wa Sabato. Nikuombee tu Mwenyezi Mungu akulinda, kuhifadhi, akuelekeze, na katika yote mheshimiwa rais, tukienda mbinguni tuweze kukutana pale. Asante mheshimiwa rais. Bila kupoteza itifaki, niruhusu tu nimwalike Chief Whip, my good friend Mr. Honorable Soro. Aya, asante. Asante sana. Your Excellency the President of the Republic of Kenya, Pastor wetu, rafiki yangu Pastor Muruabe, Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusalimiane namna hii kama mnatuona. Good, naona mpaka kule nyuma. Your Excellency, karibu sana Kisii. Na wakati my brother Pastor Muruabe alizungumza, alisema kama ungepata kura moja Kisii ingekuwa yake. Na nikaona mheshimiwa rais akiniuliza, kwa hivyo hata wewe Osoro singepata yako, ingekuwa tu iko ya Muruabe. Na mimi nataka ni challenge Pastor Muruabe, nimwambie sijui kama ni yangu ingeungua ama ni yake, kwa sababu yangu ilikuwa ndani pia, kwa hivyo zingekuwa moja, zingekuwa mbili. Your Excellency, tumekuwa tukingoja hii siku sana, na sijui kama ninaweza kushtaki Apostle kidogo kwa washirika na kwako, na mimi nijishtaki. Huyu Apostle huwa anakuanga kwa intercessory group na our first lady, Her Excellency Rachel Ruto. Wakati fulani walikuwa wameenda kuomba maombi, kufanya maombi, wakamaliza kule Nairobi. Alafu akanipigia simu, akaalika kwanza first lady kuja hii function. Akanipigia simu akaniambia nataka kuniona. Akaja kwa nyumba na mzee wa kanisa kule kwangu Nairobi. Akaniambia sasa mimi nimejipanga, nataka kualika mheshimiwa rais, na nimepatia mama mwaliko wake. Na kwa sababu pengine mama ako na maneno mingi, pia wewe nimekuletea upelekee mheshimiwa rais ndio zikutane kule pamoja. Kusema ukweli, Your Excellency, sitaki kusema mengi, lakini hata mimi nilifikisha kwa ofisi yako, wewe uliipata tu kwa meza. Sijui kama ulikuwa umeelezwa, na mama pia alikuwa amefikisha, na ndio maana leo, siku ya leo tuko hapa. We want to say congratulations. Your Excellency, you know, na kuangalia sana. Metembea pamoja na mimi, tumetembea pamoja siku nyingi. Na maneno ya kanisa mimi nilikuwa sure hautaweza kukosa. Ukisikia tu ni kanisa, hauwezi kosa kuonekana. That one I know. And I have no doubt in your next life you will be an evangelist. Ile najua backslide, utakuwa evangelist in your next life kule future. Because we live by hope. You've actually come at the time, Your Excellency, katika hii area yetu ya Kisii, ambayo tuko na challenge sana. You know, Biblia inatuambia katika kitabu cha Warumi 13 ya kwamba uongozi wote utoka kwa Mungu. And you are not here and seated here by accident. You are the President of the Republic of Kenya. And ni God amekuweka there at this point in time. At this point in time. Na umekuja Kisii at a very challenging moment. Ile wakati some of us who believe in the gospel and who believe in God and who believe that we've been placed there are being challenged bitterly. That we should be moving around and insulting you, you know, not offering alternative leadership. We should be moving around kuongea tu siasa ya matusi na kukuambia sijui nini, kukuita majina left, right and center. Na sisi watu wa kanisa ambao tumeokoka, unashika Biblia unaangalia, unajiuliza, sasa you are advising me to insult the president.
There can only be one president in Kenya at a particular point in time. There can never be two. Now, the only way you challenge a president is through the ballot. Now, ballot in 2027. You like him, you hate him. Between now, 2027, he is the president. 2032 bado atakuwa rais. Sasa wewe, you want us to challenge. Unataka to challenge nini? And then, Your Excellency, you've been accused of so many things. Umekuwa accused of so many things. The other day, you were in parliament. Na ulipeana State of the Nation address. Na nimeona wengine wakichallenge sana. And you gave several points ambazo unatarajia kufanya na zile ambazo umefanya. Kwanza ulitueleza maneno umefanya, and you gave a record, a clear record from education. You know, sijui kama wananchi unajua kwamba in Kenya tangu 1963 mpaka sahi the total number of teachers ambao wako sahi kwanza sahi ni 350,000. In 5 presidents, 350,000 teachers. Out of the 350,000 teachers, 70,000 wameajiriwa kwa hii regime in 3 years. Yani 350, sasa toa 70 peke wameajiriwa kwa hii regime. 76,000. Na kuna 24,000 inakuja in January and February to make it 100,000. You give that record, people see, but they still complain. The other day, Your Excellency, recruitment imefanywa for the very first time, a massive recruitment of police officers, yenye ijafanywa for the longest period of time, of about 10,000 teachers, police officers, our security forces, and so many other things, Your Excellency. You gave a record ya mbolea. People here, munajua, mbolea ilikuwa 7,000. Sasa, ilikuwa 7,500. Akapeana record, akasema, ya kwamba saa hii munajua mbolea ni 2,500. You all know it is true. And that is why siku hizi gorogoro ya mahindi iko bei kidogo. Sio kama ile ilikuwa mbayo watu walisema wakienda kuandamana wakisema hatuna ugali. Wakati sasa ugali imepatikana, tena wanatafuta complaint nyingine. Wakati ingine inapatikana, wanatafuta complaint nyingine. Sasa sisi tunakuambia, please focus. Focus tu. Ile ambayo umepanga, endelea kufocus. Unajua wengi wanasema, ametupatia sasa hope ya barabara. Mbona hajafanya? Ametupatia hope ya barabara. Sasa we live by hope. Hata kila Jumamosi na Jumapili tunakutana kanisani. Tunasema Yesu anarudi, lakini hajarudi na hatujamuita muongo. You know, because we live by hope. Every Sunday, every Saturday tunaambiwa Yesu anarudi. Yesu anarudi. Unapata mtu anaokoka, Pastor Kichana, Bishop Kichana amehubiri for 54 years. Najua wengine wameokoka, wamebackslide, tena wameokoka, wamebackslide, lakini Yesu bado hajarudi. Na unaendelea kuwaambia Yesu anarudi. We live by hope. Unless there is a clear plan ambayo imewekwa. Kwa mfano, plan kama imewekwa ya barabara kutoka Kericho mpaka Kisii. That's a plan. Already it's on the sketch plan, and then there is another stage ambayo ni procurement, ya kutafuta pesa kwanza alafu procurement. Hakuna kitu kinafanywa like instantly. Ni kama sasa yeye akisema barabara jengwa, sasa kesho ijengwe. Kuna process, na nyinyi ndio mmepitisha sheria. Everything has a process. Look at this stadium. Already the process imeanza ya kuhamisha ASK kutoka hapa iende the other area, pengine Nyakoe or any other place. And then this stadium iinuliwe juu, ionekane stadium ambayo ni standard, ambayo tutakuwa. Na hiyo itafanywa katika ile regime before 2027. Hiyo itafanywa kwa ile regime tu before 2027. Ono muama wala tebinga. Ona haye usoro. Abu asore kararara nchara baka 2027 otige karuo ora arara nchara baka 2027 ora atige chipare echo ndakiona muno nchora ndenga tiga na nibintu bya nenja tata chipara chigendeta korosi kubuone kwagacha chisikuru onya eto chitaketi no problem ayeganya ngakie iyo gochimotwe na endo borayo bogosikwa wana waminto gichana mugaka gichana ngo Ukaransta akorandi Eldoret for 37 years ekero togo chagaga kobeka ngetubekite curfew gusiga intu aronto chitoka ende Eldoret na kimuta kitaba gichana bamenye Eldoret yaro na kimuta kitaba na bayito bari bamenye tebogere na kimuta kitaba bamenye na kimuta kitaba na bayito bamenye te na kuru bamenye ekiagera intu turichi county ibere abantu bayite bare krase onde bwensio gocha gusiga mutigache akore ibintu byaye chikuranya nocho ake nyasaye nero gocha kwa mwani ngomurai ngabwo murai ochirega digiaba mura babeka asegete para banyagukura arafu kende kirikikebe nero nando kori nende geri ya jeshi ya insa gotigara nero nando kogena insa gotigara gento ke watigara nakyo erebia go sere babeka ke wana mero chikure chikarego sen 2027
budget tutigare keki ya 4.5 trillion ni budget ya Kenya ngakaruo eminche nakinko eminche ro muntu ko bage keki abantu bana banyore para korosi bugirango tirikiri rute korosi gwe para abantu bago chigwetera bagenda go chimoinaria bakore onde tayo ko bekere bunduki o ake kura buno takete aye karasa ba magendero cancer center ngeya ngendete korosi gwa 3 billion 4.7 billion ekorosi ku cancer center ngedete kwa gacho the biggest cancer center kuchikobe region ya itoyonsi ya Nyanza na Western aye totagetie bio ayo tarenga ki siasa mutagete ne ria ngororo tenena aseri kondo chori nyarebe tenena aseri kondo rame president tenena aseri kondo nga onomobe tata egente kere koboko kere munuare njebono njena onte ne gazo mungwano oyo njena onko ane mbatebye ancha kero monto gusi egera na inwe enga kimuranyori baga in future kigera tumaiti gose monyore na inu mosikwe muna muraganie mosiko go chiasa abande other regions kigera bugambie bogo sikwa ekero boro mwanchera ne mangana na kwandire togo twara boro no monto ikansrete kero oko mwebere uranyore kire kiago urabage kire kiago onye goko gechigunere nga kie chikura liri chikura chiko chwako talibono iko kunya kwemincha muri abantu batatu boka kero togwa chikura 20 pie tole 1600 kero togwa 20 kisi na Nyamira bono kunya kuoma na agabo soro akaenga bana abo bogore tigusiengima nayo bogore tikenyengima ancha abantu bons kenyengima ngoroke bali banchira ndi amangano soro atebire ngoroke ba mwanchira ndi amangano soro atebire mwanchira nire ngosi katoro mongwano oyo komo sikatore twancha ne tafadhali tiago tokane ngo mugambi tachaga usiteri ya monto na incho no mogusina kero monto no mogusi usiteri ya monyene one are president ya Kenya na ane ngo moreta tole naende acha ko igore binte byonse to iwananire erebiya go sere bobe ngoroke bana maoko iga yes your excellency si kuwa na maneno mengi hii yote nilikuwa nasema sijui kwa nini wameinua vidole mbili ilikuwa tu ku appreciate kusema kwamba urudi tena mara ya pili sijui kama ni kurudi 2027 ama ni kurudi hapa lakini mimi najua ni 2027 iko sawa kwa heshima kubwa niruhusu your excellency ni recognize viongozi wa church ambao pia wametujoin hapa kwa dakika tu moja. Your Excellency, tuliruka kidogo protocol, lakini kwa niaba ya all MCAs, naomba kwa heshima uniruhusu County Speaker wa Nyamira aje aseme neno moja. Kwa sababu he is the only speaker amekuja hapa, Mheshimiwa Nyabaro, kwa niaba ya wote ambao wamekuja hapa. Njoo Mheshimiwa Nyabaro. Makofi kwake tafadhali anapokuja. Bwana asifiwe kanisa. Onye kunduchi naende tubuatinda mwamu koraiga. Yasawa siseni. Ni baraka kutoka kwa Mungu. Kweli. Inu ntagete motere. Talibo. Ni baraka kutoka kwa Mungu. Ni baraka Rais Ruto. Ni baraka kwetu hakika. Mheshimiwa Rais, leo sitaki niongee kama mwanasiasa, leo nataka niongee kama Mkristo ambaye ameandamana na wewe ili tuchumuike kufanya maombi na kuombea kanisa letu. Lakini ninaomba uniruhusu niulize swali moja kwa Kiruga ndio nijue na pia wewe uone. Abantu bamintu mwensi bunaturaiga n'aba Kristo tugusaba Nyasaye oyo yomule iguru mbalenga asekene n'ubwanchani bagoteba umugako oyo William Ruto aseseniwe ni familia ye Nyasamwe gisemi n'ubungaini elinde nere akini bunanayo tagete familia ebe korango igonya no Mkristo. Wanasema Mheshimiwa Rais wanakuombea. Mungu akubariki, akupe hekima na busara ili uendelee kutumikia nchi ya Kenya. Sisi tumeamua kutoka pande ile. Na tukija hapa tukiandamana na wewe hakuna mchezo.
pande ile mimi ni kung'oa kwekwe na karibu nimalize. Ntagete mokore iga. Asante Mheshimiwa Nyabaro. Thank you. Sasa Your Excellency, pia ningeomba mzee Ongwae usimame tafadhali, na wazee Mheshimiwa Manoti simama, Mheshimiwa wazee wetu legends ambao wameongoza hapa simameni tu mwevu namna hii, Mheshimiwa Rais awaone. Haya, mzee Nyamuoya nimemuona, nimeona mzee Walter Nyambati yuko hapa, Omosacha Nyambati. Omosacha ningo? Nimemuona yuko hapa. Alafu pia tuko na PS wetu wa ICT, PS wetu wa ICT mwakere chingo bitafadhali mo PS korusei toga korubo basi mbia mono sana. Haya, nimeona CEOs Jacqueline simama, CEOs wetu ambao wamesimama hapa. Nimeona Moriasi wa Youth Fund, CEO wetu Your Excellency. Nimeona Jacqueline, CEO wetu. Hao wote nao wamewapea kazi kutoka Lake Victoria South, yule CEO. Alafu tuko na Professor Ogechi, Vice Chancellor wa Kisii University, one of the sharpest minds we have in this area, ambaye anaongoza shule vizuri. Na wengi wote, Ben Momanye nimekuona. Na kila mtu, I think tumeona Sagero, directors mama, wenye umepea kazi Your Excellency. Hawa ni directors Your Excellency. Kuna wote hawa, akina Sagero, akina Purity, kina Lilian Mogendi, na hao wengine wote ambao wametoka sehemu zote. Sasa kwa sababu ya muda Your Excellency, niruhusu sasa nipatie waziri wetu wa education Mwano Itonka Aga. Lakini ninapopea waziri, kuna investors wetu hapa Waindi wenzetu, our Asian community ambao wana support serikali wako hapa. Wamekuja kanisani leo siku ya simameni. Your Excellency, hao wameinvest hapa kwa mahospitali zetu hapa, wameinvest kwa every sector and they support the government. Ya mwisho, Mheshimiwa Sakaja, governor wetu wa Nairobi, alikuwa kuja hapa, hakuweza kufika, na ametuma congratulatory message na ametuma message yake kwa Apostle Moruabe, na ameniambia nimwakilishe nisema amewasalimu. Asante sana, Mungu awabariki. Asante Chief Whip, Your Excellency the President of the Republic of Kenya, and all the leaders here, the leadership of the church that we've come to celebrate 11 years today, ladies and gentlemen. Let me take this very, very first opportunity to thank the President of the Republic of Kenya for finding time to come and celebrate with us today on this occasion of the 11 years of this chapel. Secondly, let me take this opportunity to thank the church and Pastor Moruabe for being steady in ensuring that this church continues to grow and continues to support our people in Kisii and to bring all our souls to God. Congratulations once again. Thirdly, Your Excellency, and I'm going to move very fast because I know you are pressured for time, I want to bring the apologies of our SG who got unwell and was supposed to be here today, but he got unwell. Thirdly, Your Excellency, we have just finished our KCSE examinations, which we finished yesterday. This year, we had 3.4 million learners undertaking assessments and examinations. Out of the 3.4 million, we only registered 418 instances of malpractices in the whole country, a reduction from 600 in 2024. And I want to congratulate all of us, including our learners across the whole country, for a job well done. And to assure you parents that the government is in control in ensuring that the transition to grade 10 is on course, and no parent, no learner, no teacher should be worried that the transition will not happen. In next year, by the 12th of January, all our learners will be in grade 10, and if there are any challenges, the government is ready to undertake those challenges. Your Excellency, I want to thank you because of the promises you have given to us as a community in various places, development programs, including the University of Nyamira, whose construction has already started. I want to thank you because you make promises and you keep them. And for those who think that those promises are not going to be fulfilled, including the airstrip at Suneka, the stadium here, the housing from the prisons,
we are going to shame you. We are going to shame you because it is going to happen, and a construction is not something that will keep in the pocket. You will see it. And the university that we are undertaking next year in September will admit the first cohort of the students. So I want to take the general view and just thank you for everything that you are doing. The support you are giving us in the education sector, the teachers that we are employing, the curriculum that we have done to ensure that our students have enrolled and have transitioned to the competency-based education. Thank you from the bottom of our hearts, and the people in the Ministry of Education appreciate you for the guidance and the support you've given us, including helping us resolve all the strikes that were there from NAT, KUPPET, and UWASU. Kwa hayo machache, I do not want to take too much time. I want to now welcome you to speak to the people. Please, guys, stand up as we welcome our president to speak to us. Your Excellency, welcome. Safari yangu twatembea na wewe pamoja sehemu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu twatembea na wewe pamoja na wewe, katika safari yangu twatembea na wewe. Asanteni sana, tafadhali asanteni sana, tunaweza keti chini. Rafiki yangu Apostle Peter Morwabe, ndugu viongozi wote, deputy governor wetu, wabunge, ndugu wa Kristo wa kanisa letu la Gospel Embassy Chapel, hamjambo? Hamjambo tena. Abantu baminto mwanyagetinge mbuyamore naende mbuyamore mwenzi Nyasaye no muya chinga kichionzi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione Bwana Yesu asifiwe. Hey. Kwanza ndugu rafiki yangu Peter, mimi nimefurahi sana kufika hapa Kisii. Namshukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii ya kuungana na hawa ndugu zetu wa Gospel Embassy Chapel. Ni mara yangu ya kwanza kufika katika kanisa lenu, lakini Mungu amenibarikia nikawa na rafiki huyu Peter Morwabe. Na vile yeye amesema kwamba kweli yeye ni rafiki yangu, tumetembea safari pamoja na yeye, ameniunga mkono, na wakati aliniuliza nije niungane pamoja na nyinyi, vile amesema kwamba kama kungekuwa na kura moja yangu ya Kisii ingekuwa yake, kama kungekuwa mtu mmoja angefika kwa hii mkutano ingekuwa mimi. Na mimi nataka nikushukuru sana my friend. You exemplify what faith is. Yani nimekuwa rafiki ya huyu muungwana miaka nyingi, lakini sijapata bahati ya kuja kanisani kwake. Na hajapoteza imani. Alijua huyo bwana ni rafiki yangu na atafika. Na leo Mungu amefanya imewezekana nimefika. Si ndio jameni?
Kwa hivyo mimi namshukuru Mungu sana. Wana Embassy Chapel, mimi nimefurahi sana kuungana pamoja na nyinyi. Na mimi nikimuona Peter, huyu apostle wetu, naona muujiza wa Mungu. Mtu ametoka mahali padogo, ndio neno la Mungu likasema, do not despise humble beginnings. Huyu muungwana ametoka mahali padogo, lakini leo Mungu amemjalia, amembarikia. Rais wa Kenya ako katikati ya umati huu kwa sababu yake. Nakwambia Peter, hiyo imani uko naye kwa Mungu, that faith and trust you have in God, ndio itakupeleka mbele, ndio itasaidia wengi, na ndio itapeleka taifa letu la Kenya mbele. Endelea kutuombea, endelea kuombea taifa letu la Kenya, endelea kuombea mambo mazuri Kenya iweze kuwa nchi ambayo imebarikiwa na nchi ambayo inapiga hatua ya kwenda mbele. And I have faith that with men and women like Peter Morwabe who pray faithfully for our nation, this nation is going to make strides into the future. Kabla sijasema yale mambo ya kanisa, na mimi nimefurahi sana kuungana na Wakristo wengi. Na nataka niwashukuru our spiritual fathers here, many men of God from different parts of our country and from outside our country. On behalf of the people of Kenya, I want to welcome our friends from Burundi, from Tanzania, from Uganda, from Ethiopia, and all the other places. Karibuni sana. Hii nchi ya Kenya ni nchi ya Mungu. We want you to know this is a God-fearing nation, and we are unapologetic about our faith in God. Hakuna mtu tunamuomba msamaha kwamba sisi tunamwamini Mungu. Ndugu watu wa Kisii, sitaki kusema mengi leo. Nimekuja kanisani kuungana pamoja na nyinyi kusherehekea miaka 11 ya baraka na neema ya Mungu kwa wana Embassy Chapel. Lakini mbali na hayo, huyu bwana Peter ameniombea na Wakenya wengi, na nyinyi mkanipatia nafasi ya kuwa kiongozi wa taifa letu la Kenya. Na sababu hiyo niko na mambo machache ningependa kusema nikiwa hapa Kisii, kulingana na nafasi mlionipatia kama kiongozi wa taifa hii. Ya kwanza ningependa kusema ya kwamba tumeketi chini na viongozi wenu, nimeketi chini na wabunge, nimeketi chini na governor wenu, deputy governor, MCAs, wananchi wengi na viongozi wengi wa grassroots kutoka sehemu hii, na tumekubaliana vile wakati tunasongesha Kenya mbele, Kisii iwe katikati ya hiyo mipango ya kwenda mbele. Na mimi nilikubaliana na nyinyi ya kwamba tutashirikiana. Na nataka nisimame mbele yenu niwaambie watu wa Kisii, kwa vyovyote, juu chini, kulia na kushoto, mimi nitatembea na nyinyi bega kwa bega, unyo kwa unyo, sako kwa bako. Tutatembea pamoja na nyinyi na sitawaacha nyuma. Na msikubali siasa ya kugawanya wananchi, siasa ya ukabila, siasa ya chuki, siasa ambayo haina maono. Leo tumeambiwa hapa na maaskofu wetu, na nataka nimshukuru Bishop Gishana, yeye ni mtu wa kule kwetu. Mimi nimekuwa kanisani kwake mara nyingi. Ni mtu wa kutoka Eldoret, hata ingawaje alizaliwa na huku, amekuja akakulia kule kwetu.
Hata sisi wengine roots yetu inatoka na huku Kisii, lakini bado tuko kule. So hiyo kumaanisha kwamba sisi ni ndugu moja, watu wa taifa moja, tulioumbwa na Mungu kwa pamoja. And that's why we are a nation called Kenya. Ningependa kusema ya kwamba askofu ametueleza kuhusu imani yetu kwa Mungu. Na ningependa kuwauliza ndugu zangu wa Kenya, we have a truly blessed nation. We have a great country called Kenya. Na ni responsibility yetu kukuza nchi hii. Na mimi nimeamua kabisa ya kwamba Kenya haitabaki tena nyuma. Kwa vyovyote, we must pull this country from being a third world country and move it to a first world country. Na niko na imani itafanyika in our lifetime. We are going to achieve it. Kwanza, nimeketi chini na hawa wabunge wenu. Hapa Kisii, bado kuna sehemu nyingi, bado kuna giza kwa sababu stima haijafika na kule. Na ndio tumesema kama serikali, bilioni 2 pesa ya serikali between now and June next year, tunatoa pesa hizo na tunataka kuunganisha watu wa Kisii 30,000 wapya katika huduma ya stima. Ndio tuhakikisha kwamba kuna mwangaza wa kutosha, tuondoe giza. Ndio tuhakikisha kwamba Kisii hii iko katikati ya ile mipango ya kwenda mbele. Nimeketi chini na gavana wenu na hawa wabunge, tukasema hii Kisii town haipaswi kuwa na barabara ambazo ni za matope. Bado tuko na barabara chache hapa Kisii mjini. Na tumekubaliana, nimetuma officers wetu wa wizara ya barabara, tumefanya reconnaissance na tumekubaliana barabara zipi zitatengenezwa, na budget tumeweka tayari ya kwanza milioni 500 ya kuanza kukarabati hizo barabara za hapa town. Tumekubaliana vile vile ya kwamba hatuwezi kuendelea na soko ile ya tambarare kule, wamama wanahangaika na jua, mvua, vumbi, matope, hakuna mataa. Hapa kwenu pale naitwa Nyambera ama inaitwa nini hapo chini? Hapo Nyambera tumewapatia milioni 350, contractor yuko pale, tunajenga soko ya kisasa. Hapa Kisii town pia tunajenga soko market ya milioni 300 ambayo tayari tumewapatia pesa. Kule Ugembo tunajenga soko ingine. In fact, in total zile soko tunajenga hapa Kisii ni soko 19 mpya. Na tumeweka pesa ya serikali shilingi bilioni 3 ya kufanya hiyo kazi. Watu wa Kisii mnanielewa? We are building the largest market infrastructure in Kenya's history. Hakuna masoko imejengwa kiasi hiyo na serikali nyingine yoyote. By God's grace, we are going to do it. And already masoko tayari 11, 12 tayari zinaendelea. Zile zingine tunamalizia procurement. Ndio tuhakikishe ya kwamba wafanyabiashara wetu, wale wanafanya biashara kutokana na mazao yetu ya shambani, wanafanya biashara hiyo mahali kuna stima, kuna maji, kuna usafi, kuna cold room, kuna storage, na ndio mali yetu isiwe inaharibika, kina mama waweze kufanya faida, wale wanafanya mama mboga na wale wengine wote wafanye kazi mahali kuna heshima. Watu wa Kisii tunaelewana? Tumekubaliana vile vile ya kwamba watoto wetu wengi wanaishi kwenye vitongoji duni wakati wanasoma kwenye university zetu, kwenye Technical Training College, pale Polytechnic na zile TVETs tuko nazo hapa. And that is why we have set aside another 2.4 billion. Hawa wabunge wanajua pale Kisii University. Huyu Vice Chancellor atawaeleza, tunajenga hostels ya watoto 1,500 already. Pale Kisii National University, National Polytechnic, tunajenga hostels ya watoto 1,200. TVET tunajenga hostels. Zile KMTC tunajenga hostels. Tumeweka pesa ya kutosha ya serikali shilingi bilioni 3 ya kutengeneza hizo hostels.
kwa sababu tunataka watoto wetu wasome mahali ambapo makao yao inatoshana na yale masomo wanasoma. I can say this without fear of any contradiction. Affordable housing ambayo inaendelea hapa, na nilisema tutarelocate hii prison. Kuna jela iko hapa katikati ya town. Maabusu hawahitaji kukaa town. Maabusu tawapeleka kule mahali mbali kidogo, si ndio? Hii city ya Kisii hapa katikati, mimi nataka niwajengee nyumba 10,000 hapo kwa mahali kuna hiyo jela. Hao watu wa jela ni watu namna hiyo, lakini tawapeleka mahali ingine pale waende wakae hapo. Sijui kama tunaelewana jameni. Kwa sababu kama kuna county ilikuwa katika fikra zangu wakati nilikuwa nafikiria hili jambo la affordable housing, ni Kisii County. Kwa sababu hapa ndio mashamba imekuwa ndogo zaidi. Tukiendelea kuzikatakata tutakosa mahali ya kuzalisha chakula. Na tukikosa mahali ya kutusaidia kuzalisha chakula, tutakuwa na njaa na tutakuwa na balaa. Ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo kule Ugembo tuko na affordable housing. Kule kule Masaba tuko na affordable housing. Hapa tuko na affordable housing. Kule chini kwa kina Osoro tuko na affordable housing. Nia yangu katika phase 1 ni kujenga nyumba 15,000 hapa Kisii, na tumetoa pesa ya serikali 26 billion ya kujenga hizo manyumba. Nyinyi mnanielewa jameni? Kisii hoye! Kwa budget yetu ya housing fund yetu hapa Kisii ni 32 billion shillings ya kujenga affordable housing, ya kujenga masoko na ya kujenga hostels. 32 billion shillings has not been allocated by any government in Kenya's history. We are doing it now because we have a transformation agenda for our country. Mnanielewa jameni? Hapa wakati nilikuja tulikuwa na contractor hapo walikuwa natusumbua maneno ya cancer center. Nimeketi chini na viongozi wenu, niliita huyo mtu contractor, nikamwambia mambo ni matatu. Ama namna gani? Si mtu akilete noma tunampelekea noma. Nimemwambia hapana. Kama hutaki kufanya kazi hii, unaweza kwenda kuchoma makaa. Hata kuchoma makaa ni kazi. Awachane na ujenzi kama haelewi. So sasa hiyo kazi inaendelea vizuri, na nimewaambia huyu Zahir na governor wafuatilie. Kama huyo contractor analete uzembe, waniambie, nitatafuta contractor mwingine. Kwa sababu we are building one of the largest cancer centers in Kenya here in Kisii. Na tunataka itusaidie katika harakati hiyo ya kupunguza mambo ya magonjwa ya kansa ama saratani katika taifa letu la Kenya. Tunaelewana jameni? Pia niliketi chini na hawa viongozi wenu, nikasema hii stadium, huyu ndugu yangu Mheshimiwa Ongwae alijaribu. Mpigeni makofi. Simba Arati amekuja akafanyia ukarabati. Mpigeni makofi. Lakini nimesema hii stadium haitoshani na Kisii. Hii stadium iko chini. Kwa sababu Kisii ndio county moja hata iko na football team kubwa ya Shabana. So mimi mwenyewe nimeita watu wa Agricultural Shows of Kenya, wako na 5 hapa. Nimewaeleza ya kwamba tafadhali tuwahamishe, na tumekubaliana tunawahamisha waende sehemu gani, ndio mimi nipanue hii stadium ikae kama international stadium. Tayari watu wangu walikuwa hapa, mimi nangojea, na nimemkaza Simba Arati na huyu wewe deputy governor, mumalize makaratasi. Mnanichelewesha, si ndio? Hawa majamaa wamalize na makaratasi, na watu wa ASK
kwa sababu tayari niko na contractor. I want to expand this Kisii Stadium and make it an international stadium, mahali ambapo tunaweza kucheza michezo ya kitaifa. Tunaelewana jameni? Na hapo kwa hiyo mahali tutakuwa na ile mahali tulikuwa na show ilikuwa eka 5, tunataka tuwahamishe. Nimeambiwa ya kwamba ekari 12 zimepatikana mahali, tutawapeleka pale tuendelee na show kule, lakini hapa tujenge stadium ya kisasa. Tumeelewana jameni? Tumeelewana watu wa Kisii? Pia tumekubaliana ya kwamba wakati tunasongesha mambo ya dueling, najua juzi in my State of the Nation address, watu wa Kisii hapa mnakumbuka, wewe Deputy Governor ulikuweko, mulikuja mkaniambia hii barabara ya kutoka Kaplong pale kupitia hapa kwenu inaleta shida sana kwa sababu ya msongamano wa magari na vile vile kuna ajali nyingi. Na ndio nimeweka katika ile mpango kubwa ya Kenya, nikasema sasa kutoka kule Nairobi tunataka tufanye dual carriageway, highway kubwa ya kutoka Rironi kuja mpaka Nakuru ifike Mau Summit, moja iende Eldoret Malaba, ingine ikuje hapa, ikuje Kericho, ingine iende Kisumu, hiyo ingine itoke Kericho ikuje Kisii, itoke Kisii iende Migori, iende mpaka Isabenia, na pia kutoka hapa daraja 2 tukate iende Ahero iungane na Kisumu. Ninyi mnanielewa? Unajua shida ya Kenya ni mambo mawili. Shida ya Kenya ni ile Biblia inasema kwa Proverbs 29 verses 18, where there is no vision, people perish. Maono madogo. Nikisema ya kwamba tutajenga barabara dual carriageway kutoka Nairobi, wale watu wa maono ndogo, the people of average thinking, small thinking, wanasema haiwezekani. Mimi nawaambia it can be done and we are going to do it. Nyinyi mnanielewa? Kama wengine walifanya, nani alituroga Kenya tusifanye? Si tutafanya? Yes, we are going to do it. Na kama huna maono ya kufanya, toa jam. Wewe toka, wachana na sisi. Sisi tuko na maono na mpango ya kufanya hiyo kazi. Sijui kama tunaelewana jameni. Tuko pamoja? Na vile vile tumesema hapa kwenye daraja moja hapo kuna msongamano, tumekubaliana tutaweka hapo flyover ndio tuhakikisha kwamba sehemu hiyo we sort out the challenges in that place. Tumeelewana ndugu zangu watu wa Kisii? Na msikuwe na wasiwasi. Hapa Kisii nataka niwapongeze. Katika program niliwaeleza ya universal health coverage. Nataka mnisikize vizuri. Mambo ya afya sio ya kwamba ni vile wananchi wengine, watu wengine wanafikiria. Pale nyuma ile mfumo ya afya tulikuwa nayo under NHIF ilikuwa ni lazima uwe na kazi, lazima uwe na pesa ama uwezo ndio ujiandikishe ndio upate bima ya afya. Ndio nikasema mambo hayataendelea namna hiyo. Kwa sababu katiba ya Kenya sehemu ya 43 inasema afya ni haki ya kila Mkenya. It is not a privilege for those who can afford or those who have jobs or those who have means. It is a right of every Kenyan, mambo ya afya. Na kwa sababu ni haki ya kila Mkenya, ndio tumeweka mfumo mpya ya universal health coverage, na mimi nafurahi ya kwamba hapa Kisii zaidi ya watu 1547 wamejiandikisha. 547,000 people are already registered in SHA in Kisii. 45% of the people in Kisii are already registered. You are number 25 out of 47 counties. Mimi nawauliza wale ndugu zetu wa Kisii wengine ambao hamujajiandikisha, mnachelewa na mnatuchelewesha. Kwa sababu tunataka kila mtu akijiandikisha ndio tupate data, tupate information,
tupate information ya kuweza kutusaidia tupange, tujue madaktari ni wangapi wanahitajika, dawa kiasi gani inahitajika, equipment kiasi gani inahitajika. Mimi nataka nishukuru county government ya hapa, tayari tunashirikiana na wao kwa mambo ya ku-equip zile mahospitali zetu hapa. Digital x-ray machines, ultrasound machines, theater machines, tayari are being supplied in all the hospitals in Kisii County, courtesy of the program we already have. Na mimi nataka niwaeleze ya kwamba it is just a matter of time. Hii universal health coverage sasa imefanya kazi mwaka mmoja. Na mimi nataka niwaeleze, we are going to fine tune it until it serves every Kenyan. Hatutaki mwananchi tena aende hospitali atibiwe ati aulizwe pesa, mtu auze shamba ama auze ng'ombe ama afanye harambee ati kulipa hospitali. Sisi tumesema mambo ya gharama ya hospitali iwe ni kazi ya serikali ya Kenya kupitia bima ya afya. Kila mtu ashughulikiwe na bima ya afya ya serikali ya Kenya. Tumeelewana jameni? Watu wa Kisii tumeelewana? Kwa hivyo mimi nataka niwaambie ya kwamba tutatembea pamoja na nyinyi. Na hii nchi ya Kenya tutaibadilisha. Huyu ndugu yangu Mheshimiwa Nyamoko amesema ya kwamba reli, tukileta reli, na mimi nataka niwaambie watu wa Kisii, hiyo reli mulisikia mimi nikizungumzia kutoka Naivasha kupitia hapa kwenu kwenda Malaba pitia Kisumu. Hiyo reli inaanza Januari next mwezi mbili. Sio ati inaanza 2027, hapana, inaanza hii 2026 hapa. Na hiyo umeomba ndugu yangu Joash ati pale Ikonge tuweke terminal kubwa ya watu kuweka mzigo na kuweka abiria. Hiyo tutaweka hapo na tutajenga iwe kubwa. Ndugu zangu, mimi nataka niwaeleze ya kwamba niko na imani ya kwamba hii nchi yetu, kwa mapenzi ya Mungu, mkiona yale tunafanya, mambo ya affordable housing inaendelea, kujenga masoko inaendelea, barabara zinaendelea, kuunganisha stima inaendelea, mambo ya hostels inaendelea. Tunaomba Mungu atusaidie ndio hiyo kazi iendelee. Tuhakikisha kwamba tunajenga zile barabara. Sasa nimesema tutajenga kilomita 20,000 mpya ya barabara. Tumesema ya kwamba tutapanga mambo ya infrastructure ya maji. Tumesema tutaweka stima zaidi. Mumesikia Mama Donya hapa anasema saa zingine jioni stima inapotea. Na sasa unajua wewe Donya, sijui ulisema namna gani? Ati stima ikipotea jioni nini inaendelea? Watu wengine wanasumbua wengine. Okay, tutahakikisha iko stima kila wakati. So, na ndio sababu hiyo tunasema hiyo stima, kwa sababu hatuna stima ya kutosha. We must be honest with ourselves. Ndio nimependekeza ya kwamba lazima tujenge umeme zaidi. We now have close to 3,300 megawatts. We now need to move another 10,000 megawatts. Ndio hii stima kupotea usiku ipotee. Kwa sababu tunataka kujenga viwanda zaidi, tunataka kufanya value addition zaidi, we want to do more things and we need more electricity. It is not possible for us to develop this country unless we have sufficient electricity. And that is the plan we have going into the future. Tuko pamoja jameni? Niliona juzi wakati nilitoa taarifa yangu ya State of the Nation Address, vyombo vya habari walikuwa wanahangaika. Wengine wanasema sijui Ruto amesema, sijui wale watu wanafanya kazi affordable housing, sijui ni 450, sijui ni 600,000, sijui ni ngapi, ati numbers are conflicting. Hiyo ni sawa. At least we agree on one thing. Hamukuamini ya kwamba inawezekana. We are now arguing about numbers. Kama ni 400,000 ama ni 600. Hiyo ni sawa. Tuendelee kuongea tu hapo. Lakini kazi inafanya nini? Kazi inaendelea. Na vijana wako wapi? Wako kazini.
So arguing about which number is right, statistics, hiyo ni sawa. At least we have settled one thing, that something is happening in our country. Transformation is happening in our country. We can argue on the numbers, we can argue on the statistics, we can argue on this or the other, but we all agree that we are moving forward as a country. Kwa hivyo, mimi nataka niseme, ndugu zangu watu wa Kisii, mimi nimefurahi sana kufika hapa. Na nawauliza viongozi wale wengine wote, kila kiongozi, wewe kama uko na maono ya Kenya, tangazia sisi. Tuambie, wewe Ruto amesema affordable housing inaendelea. Mambo ya market inasonga. Kuunganisha stima inaendelea. Barabara inaendelea. Walimu tumeajiri. Mambo ya afya tunaendelea. Yako wewe ni gani? Usimangamange tu hapa ukisema one term, Kasongo, must go. Hiyo ni ujinga. Ama namna gani? Niliona marafiki wengine wakilalamika ati wananchi wamesema ati hawana akili. Sasa mimi nataka niwaulize, okay? Tuseme mko na akili. Si mtuonyeshe basi hii akili mko naye, mtuambie. Mtueleze sera yenu kama kweli mko na akili. Kama hamuna sera, hamuna mpango, hamuna agenda, alafu mnatuambia ati mko na akili. Akili yenu ni ya kufanya nini? Bure kabisa. Anyway, hiyo tutaongea. Hiyo tutaongea siku nyingine. Tuko pamoja ndugu zangu. Mimi nawasihi my brother Peter and the spiritual fathers that we have here, muombe taifa letu la Kenya, so that we have a vision for our nation, na Mungu atujalie ile inasemekana ya kwamba we must believe. Nimesikia sana yale askofu wangu Kishana amesema. Tuamini Mungu. God cannot let us down. Tuwe na imani ndugu zangu. Tuwe na imani. Tuamini Mungu. Tuamini taifa letu la Kenya. Tujiamini ndio Kenya iweze kwenda mbele. Watu wengi nawaona viongozi wanaongea, these are just prophets of doom. Wanaongea mambo negative about our country. Hii haiwezekani, hiyo haiwezekani, ile haiwezekani, ile haiwezekani. Sasa kama kila kitu haiwezekani, wewe unakuja kufanya nini hapa? So, ndugu zangu, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. My brother Peter, you are a great man na Mungu amekujalia. And I have come here to share this moment with you, to thank God for the mission God has given to you in this city of Kisii. Tutakushikilia vile unaombea taifa letu la Kenya, vile unaongoza jeshi hii kubwa ya maombi hapa Kisii, ya kuombea amani, kuombea taifa letu liweze kusonga mbele. And that is why I have no doubt in my mind that God is going to move this country to the first world, because we have men and women who pray fervently for our nation, people like Peter and others. Na kwa hivyo, I know you are putting up a chapel pale. Najua unaendelea na chapel. Na hiyo chapel, my brother, nitakusaidia. Yes. Nitakusaidia. Yes. Sindio? Nitakusaidia. Because wewe ni rafiki yangu, na wewe unaombea taifa letu, na Mungu amekupatia neema na kibali ya kuwa kiongozi ya hawa ndugu zetu, na sote tuko nyuma yako. Kwa hivyo nimeshakuambia vile nitakupanga. Si ndio? Na nyinyi ndugu zangu wana G Gospel Embassy Chapel.
mjue ya kwamba mimi ni mmoja wenu na nitatembea na nyinyi. So Askofu Peter, utanitumia account ya kanisa lako ndio nifanye ile kitu. Ndio nifanye ile kitu. Si ndio? Asanteni sana. Nimemwambia Peter nitamtumia milioni 20 kwa sasa. Alafu nitampanga hapo mbele. Alafu mnajua tuko na shule yetu hapa. Si ndio? Mnajua tuko na shule yetu ya primary. Wametusaidia na hii kiwanja. Na huyu Zahir, mbunge wenu, ni rafiki yangu sana. Si ndio? Na huyu mungwana nimetembea na yeye miaka 20. Nilimkuta akiwa mwembamba. Siku hizi amekula kidogo. Si ndio? So, huyu mbunge wenu ndio alikuja akaniambia tufanye maneno Kisii University, tufanye maneno pale kwa Polytechnic, akanisukumia maneno hiyo ya cancer nini, hii maneno yote hii, na sasa amesema ati tuangalie hii shule. Si ndio? So, Mheshimiwa waziri wangu Bwana Ogamba, enda utafute milioni 50 tupatie hii shule. Ndio hii shule imesomesha watu wengi, si namna hiyo? Si hii shule imesomesha watu wengi? So huyu waziri wangu nimeshamueleza tayari, when they are celebrating 100 years tunataka kuwasaidia kujenga madarasa, na huyu Zahir utafuatilia. Basi mimi nitakuwa hapa mapema mwaka ujao. Niko na kazi mingi sana hapa Kisii naendelea. Niko na mambo ya barabara, nitakuja kuzianzisha zingine, nitakuja kusupervise zingine. Niko na maneno ya soko inaendelea, niko na maneno ya stima inaendelea, niko na maneno mengi ya maendeleo inaendelea hapa Kisii. Mimi nitakuja hapa mapema mwaka ujao. Mnajua mimi niko na makao hapa siku hizi. Mimi nitakuja kukaa hapa, hata kama nikikaa wiki moja kwani iko makosa? Nitakuja nikae hapa. Ndio. Umenielewa? Na nimesema siwaachi. Mmesikia vizuri? Mbele na nyuma, kulia na kushoto, juu chini, unyo kwa unyo, sako kwa bako, tuko pamoja na nyinyi. Asanteni sana na Mungu awabariki. Basi tusimame.